lazima mkono mrefu wa serikali uingie, the long arm of the government tunasema iingilie, iseme lazima nirekebishe haya mapungufu hapa, kwa sababu nikiacha yajirekebishe yenyewe kama mbili tumalize kipindi chetu na swali hili hapa moja mbali. Umetupatia na nini kwamba ifanyike the long arm of the government ingie hapo kwamba zilizo dola zingie kwenye soko ili tushushe na kwa muda mfupi tu, sio milele na milele, kwa muda mfupi baada hapo ina stabilize the bay inakuwa sawa. Lakini mbona nisaidie nyinyi wataalamu wa uchumi matumikaji katika kuhakikisha kwamba uchumi huu unakuepo? Tunawasomi kama ninyi mnafundisha pale na mnaowafundisha ndio wanakwenda kufanya hizo kazi. Mnatumika vipi? Naomba usimumunye maneno, waambie watazamaji mnatumika vipi kwa kuhakikisha uchumi huu unakuwa. Tuna wachumi ambao wametumika na nchi zingine wakainua uchumi nchi zingine. Je, nyinyi wasomi mnatumika vipi zaidi ya kufundisha? Karibu. Kama nilivyo hapa anatumika. Hapa nafundisha umma mzima nadhani. Na kwa hiyo nafikiri lengo letu kubwa, wasomi wengi, wasomi ile sio nalipenda sana, lakini sema wataalamu kwa siele. Kimsingi umuhimu wetu ni katika kutoa ushauri, ni katika kufanya tafiti, kuzalisha elimu na kuwazalisha hawa wataalamu wanaenda kwenda kutenda. Na kwa maana ya hiki tunachofanya sasa hivi, kwa maana ya tafiti zetu, maandishi yetu, kwa kweli ni bahati mbaya au ndivyo ilivyo mgawanyo wa kazi, sisi tunaishia kwenye kutoa mapendekezo. Watekelezaji ni wengine. Haya nazungumza leo mimi na makala nimekuwa nikiziandika miaka 5 sasa gazeti la Citizen, na kesho naandika kuhusiana na shilingi. Mwisho wa siku nasema way forward. Nini kifanyike? Kwa hiyo mimi naishia kwenye kushauri. Siingii jikoni na kuanza kutenda yale niliyoshauri. Kwa hiyo tunatumika, nataka kusema kwa kiasi kikubwa. Sasa swala ni je, kile ninachoshauri kinatekelezwa huko ni kwingine. Mwagaba anasema kwamba umjibu kuhusu uwekezaji wa China na Wahindi na kuwaje hapo. Hawa watu wanasema wanawekeza hapa halafu hawauzi, yani hawajengi. Wanataka kwamba pesa zao ziwe kwenye matumizi. Maana akijenga hapa kuna mfanyakazi, kuna matofali atanunua, kuna mchanga ataweka pale, atanunua simenti. Pesa yao inakuwa imezunguka. Maana kwamba wanaenda wanatumia, pesa wanachukua wanarudisha. Anasema umjibu kwenye hilo. Iko vipi? Sasa singependa kusema moja kwa moja Wahindi au Wachina wa nani. Nafikiri watu kutoka yani kimsingi katika jumla yake kwamba nini vizuri namuelewa concept yake kwamba kimsingi unavozalisha bidhaa na huduma na zikabakia ndani ya nchi, yani zikazaliwa zikafanywa na wazawa, kwa kweli faida ni kubwa sana, kwa maana ya kwamba fedha zinabaki hapa, ajira zinabaki hapa, kuna ile tunasema trickle down effect, ule mzunguko kwa kweli unakuwa ni mkubwa zaidi. Na hiyo tumezungumza katika sehemu nyingine, na tukasema biashara, kusema kweli hizo biashara ndogo ndogo kimsingi kabisa zinapaswa zifanywe na watu hapa wazawa. Kwa sababu ni vitu vidogo ndio nafasi zao pengine zilizopo. Na unavofanya sasa biashara alafu tuseme faida na nini ikatoka nje ya nchi, kiasi fulani inakuwa ni nchi inakuwa imepoteza kusema kweli. Kwa hiyo nakubaliana na Mwagama, lakini sijafanya tafiti sasa kuanza kusema ni Wachina na Wahindi na nini, lakini kimsingi fedha ya nchi inavotoka nje ya nchi tunasema ni wakati mwingine ni tunasema ni necessary evil, ni ovu ambalo lazima litokee. Inakuwa pengine ndio njia moja wapo ya kuweza kufikia mtu, kwa sababu kwa maana ya tunasema liberalize the economy, kama tumeshaamua kufanya uchumi huru, upasi tena kuingia zile njia za ujima kumwambia sasa zalisha lakini usitoe fedha nje, maana huyo mtu hata kuja ni declare ni na mgongano wa kimaslahi. Mimi niko mjumbe wa bodi ya kituo cha uwekezaji na niko katika ile kamati inayotizama mazingira ya uwekezaji kutoka nje na ndani. Kwa hiyo swala pia la uhuru wa watu kutoa fedha nje kwa kweli lipo, lakini hatuwezi kujificha katika hilo. Sisi tukaacha kutimiza wajibu wetu wa kuzalisha. Wanafanya nini kuifanya shilingi yao iwe imara? Wanafanya nini? Na kwa nini tusichukue wanachokifanya watu wa Kenya? Wakenya wanapigwa na Al-Shabaab kila siku pale tunasikia. Kila siku wanatumia resources zao katika kutengeneza amani katika nchi yetu. Sisi tuna amani, tuna rasilimali, tuna utalii wa kutosha, hatui strong. Nini tatizo? Wewe ni mchumi msaidie. Ndio, Kenya lazima ujue historia ya Kenya. Ujue historia ya Kenya alafu ujue historia ya Tanzania. Sisi ni nchi ambayo tumetoka katika ujamaa juzi au jana tuseme. Misingi yetu ya kiuchumi hata kwa maana ya kijiografia, idadi ya watu, Kenya ni ndogo kuliko Tanzania, lakini uchumi wa Kenya ni mkubwa kuliko Tanzania. Kwa nini? Lazima uelewe msingi wake. Kenya kutoka siku ya kwanza miaka 60 ile imeanza uchumi wa sekta binafsi wa kibepari ikakua na kadhalika. Sisi ndio kwanza tunasema sekta binafsi ndio inaanza kuwa. Tumekuwa na bado bado mauzo ya kiujamaa yamekuwa mengi. Kwa hiyo viwanda vyetu kwa kweli bado ni ndogo, mashambani bado ni madogo. Yani tuseme ile zile nguvu za kiuchumi kwa kweli sasa ndio zinaanza tunasema kutake shape. Hebu nisaidie, awamu iliyopita kabla ya Mheshimiwa Kikwete kuwepo hapa, iliuza viwanda hapo, ilifanya nini? Hebu niambie mchango wa kuuza vile viwanda na kudidimia uchumi huu, au ama kuuza vile viwanda na kuimarisha uchumi. Nini kilifanyika pale? Ilikuwa ni kuimarisha uchumi ama ni kudidimiza uchumi?
Kwa kweli kilichotokea, tuseme hiyo tunasema ni private, waliweka mikononi mwa sekta binafsi, walirudisha kwa sekta binafsi. Sasa ni bahati mbaya sana kwamba kati ya viwanda vilivyo binafsishwa, kusema kweli tunasema havija deliver. Vingine vimegeuzwa, vimekuwa go down tunasema, vingine vimebadilishwa matumizi. Vikopo viwanda vya nguo vingi sana hapa. Lakini leo hii tunanunua nguo nyingi, nguo mpya kutoka Asia, China na India, nguo zilizotumika, nguo kuu kutoka Ulaya na Marekani. Na wakuu wa Afrika Mashariki waliamua wazuie mitumba kwa mfano, kusudi kufufua viwanda hivi vya nguo. Lakini swali kuu la kuuliza, na niliandika, ni lazima tujue kwa nini vile viwanda vilikufa. Yaani kusema sasa to industrialize East Africa kwa kuzuia mitumba inaweza lisio sababu sana. Kwa hiyo tulichukua vile viwanda, kwa mtazamo wangu, tukawa pengine wataalamu, tukaviuza. Lakini sasa ile namna ya kuuza nafikiri hatukuwa makini sana. Hakufanyia ufuatiliaji, tukahakikisha kwamba vinaendelea kuzalisha pale ambapo ilikuwa vingi vimekufa. Na leo kusema kweli nafikiri ni vichache sana vipo tena, kwa sababu tulikuwa na mashirika karibu 400 hivi yaliwekwa katika sekta, katika mikono binafsi. Mengi bahati mbaya hayajaenda vizuri. Nafikiri tumekosea pale, tujafuatilia vizuri. Zamani kabisa, hapo mwanzo tulikuwa tunategemea sana mazao ya biashara, kwa maana kama korosho, katani na vitu kama vile ambavyo hali nyingine imebadilika. Na ukiangalia asilimia kubwa ya uchumi wetu unategemea kilimo zaidi, ambapo ni kama asilimia 81.2 wa Tanzania wanategemea kilimo. Lakini kilimo kimelikiwa siasa sana hapo, kikiwa maneno mazuri sana, siasa ni kilimo. Enzo Mwalimu, baba wa taifa, tukaambiwa kilimo uti wa mgongo, tukenuka kama kilimo kwanza. Sekta hii ndio imeajiri wa Tanzania wengi, kwa maana kwamba wengi wakifanya kazi, kila mmoja akifanya kazi, kila mmoja akilima, akapata tija kwenye kilimo, uchumi utakuwa. Lakini hebu niambie, katika upande wa kilimo, katika kukuza uchumi, tufanye nini hapo? Kilimo imekuwa tabu. Ukuaji wa kilimo ukilinganisha na sekta nyingine ni mbaya sana. Kilimo kimekuwa kikua kwa 4.3, nafikiri kwa mwaka wa fedha uliopita kama 3.4 tu, wakati kuna sekta zinakuwa 14 kadhalika, na matatizo yako mengi. Na umuhimu wa kilimo katika uchumi wa nchi hauwezi, tunasema we cannot over exaggerate. Yaani tunauelewa vizuri, kwa maana kuzalisha ajira, kuzalisha kazi na kadhalika, na ndiko waliko watu wengi. Na kila shilingi unawekeza katika kilimo inazalisha zaidi. Jana tulikuwa na mazungumzo na bwana Dangote, huyu Alhaji Dangote wa Mtwara kule, alisema kila dola unayowekeza katika kilimo inakuletea mara 2, mara 3, mara 4, pengine hata mara 10 ya utakayowekeza katika sekta nyingine. Bahati mbaya kwa nchi hatujipa kilimo ule msukumo unaotakiwa. Tulitakiwa tuwe kwa makubaliano ya Maputo, tulitakiwa tuweke 10% ya bajeti zetu katika kilimo. Bahati mbaya imeishia katika maneno. Unaona? Kwa hiyo kilimo kwa kweli hakijapewa ule msukumo. Bado kilimo chetu ni cha kususua, ni cha jembe la mkono. Ufanisi bado ni mdogo sana katika kilimo. Masuala ya pembejeo ni kusema kweli ni kama vile tumekipa kilimo maneno kuliko vitendo. Na ni bahati mbaya sana. Okay, muda wetu sio rafiki tena. Tumezungumza na penda kuuza mengi, lakini sio rafiki tena. Nikupatie nusu dakika, maneno ya mwisho kabisa, uongee na watazamaji wa Tanzania, uzungumze nao, waambie kuhusu shilingi yetu na nini tufanye way forward. Kwa ufupi sana, karibu. Ningependa nizungumze na mamlaka kuliko Tanzania, kwa sababu wa Tanzania nafikiri sasa wanataka wajue mamlaka